Jamani, karibu kwenye video mpya inaitwa BOT Bond Yield ambayo ipo patikana kwenye Nick Rabbit Insights, na niliahidi kwamba nitawaletea hii kitu kwa sababu ni consistent, nilikuwa nakatumia mwenyewe private. Sasa nikasema ngoja leo nikaachie kwa kila mtu aweze kuitumia kwa ajili ya mafunzo. Na kitu cha kujua kabla hujaanza hata kwenye hii system, tukirefresh tu hapo, sawa? Tukirefresh tu hapo utaambiwa kabisa this is not an official Bank of Tanzania website. Hii sio website ya BOT. Hii sio ya BOT wala haijaidhinishwa na BOT wala haiendeshwi na BOT. Mshaona? Na huku upande kule utaona not official. Imetengenezwa kwa madhumuni ya elimu na kujifunza tu. Hii sio ushauri wa kifedha. Data zinachukuliwa kutoka kwenye ukurasa wa matokeo ya mnada wa BOT kwa kujifunza. Umeona kama tu kwa mfano unataka kufanya mafunzo yako tu kawaida kwenye mambo ya academic, unasomea mambo uchumi na nini, unataka uwekeze, lakini unataka uangalie kitu ujifunze, sawa na pia kama kuna correction, kuna marekebisho au maswali, unaweza kutuma kwenye email hii hapa chini. Na nimechukua dakika nzima na nusu kwa sababu kuna watu wengine vichomaji, umeona mimi naandika hichi, watu wengine wanasema sijui nini, kwa na unabidi ukiingia hapo useme bisa umeelewa. Umeona? Kama umeshaelewa sasa ndo tunaanza kazi. Umeona? Sasa hapa kuna mambo mengi sana kujifunza. Hii graph inaweza ikamaliza hata masaa 10, lakini kwa dakika 15 zilizobaki nilikuwa naomba tu nielezee vitu vichache. Kitu kinaitwa BOT bond yield. Bond maana yake ni hati fungani za serikali. Ni hati fungani. Na BOT bond yield nilisema ni hati fungani za serikali ambazo wanaziita kwa jina lingine treasury yield, kwamba ni wewe unaikopesha serikali, alafu wao watakulipa kwa asilimia fulani kila baada ya muda fulani. Kwa sababu mara nyingi ni kila baada ya miezi 6, na kila hati fungani ina miaka yake. Yaani kwamba ukishaweka hela huko unasubiri baada ya muda fulani unapewa hela zako. Na kuna za corporate za bond unakopesha kampuni, kuna na hizi za serikali. Kwa mnadili na hizi za serikali tu peke yake, treasury yield bond. Sasa hii hapa ni miaka kufocus. Kila unavyochagua mwaka hapo unachagua uangalie uanalyze mwaka gani, kwamba mwaka huu 24 kuponi ya miaka miwili ilikuwa ni asilimia fulani, ya miaka 25 ilikuwa asilimia fulani, na kuna kitu kinaitwa inversion. Inversion tutajifunza. Alafu kitu kinaitwa spread. Spread ni tofauti kati ya hii na hii. Sawa? Hiyo ndo cha kujifunza. Sasa tutaangalia matumizi yake na kila kitu. Na pia kama unavyoona hii chart ilivyokaa, imeangalia correct kwamba ni riba unaopata kwenye uwekezaji, na huku chini ndio miaka yenyewe. Miaka 2, 5, 20, 10, 15, 20, 25. Sawa. Sasa kitu kingine cha kukiangalia ni hii graph inaochora kwamba bondi ya miaka 5 ilikuwa ni asilimia 9.18, na kulikuwa kuna miendana miwili, auctions mbili kwa mwaka 2024. Kwa kila mwaka kuna graph yake, na pia unaweza ukachagua 23 ukalinganisha na 26, zinalingana. Lakini kwa mfano tuangalie bondi za mwaka 2026 ukalinganisha na mwaka 2025, unaweza kuona bondi za mwaka 2025 zina thamani kuliko za mwaka 2026. Kwa hiyo hata ukitaka kununua bondi sasa hivi sokoni, tafuta bondi za mwaka jana. Mwambie bwana broker wako ninataka bondi za mwaka jana, sababu unaona ilikuwa zina faida sana. Kwa hiyo ni moja ya matumizi. Na matumizi mengine ni kwamba unaweza ukajifunza kitu kinaitwa yield curve. Sasa yield curve maana yake ni ndio mbona ABC imeandikwa yield. Kwa sababu yield curve ni kwamba curve is the line that plots yield, interest rate of bonds having equal credit quality but different maturity rates. Yani ni bondi ambayo zina thamani, yani zina wadhifa unaofanana. Yani kwamba ni kama ni bondi za serikali, za treasury yield ni za serikali. Kama ni bondi za corporates, za makampuni binafsi, infrastructure bonds na nini ni huko. Lakini sasa hapa sababu tunadili na za treasury za serikali za BOT, tunaweza tukaangalia yield curve yake. Lakini kuna types of yield curve. Yield curve zipo za aina, kuna normal na kuna flat na kuna inverted. Sasa tunaanza na normal. Normal wanasema a normal yield shows low yield for shorter maturity bond, increasing for bonds with a longer maturity. Kwa kifupi kwamba ukiangalia bondi za muda mfupi zio zina thamani kubwa, thamani ndogo kuliko za muda mrefu. Kwa hiyo kwa mfano hii bondi ya mwaka 2021 ambayo yani yield curve ili iwe itwe normal inabidi faida ya miaka michache iwe ni
ndogo kuliko faida miaka mikubwa, miaka mingi. Umeona? Kwa mfano hapa ndio nilichokiandika hapa. Kwa hiyo kwa mfano hii hapa unaona ni normal. Hii hapa ni normal. Umeona? Sasa ili kuangalia tofauti ya miaka michache na miaka mingi ndio hichi kitu kinaitwa spread. Kwamba wanapima tofauti ya bondi ya miaka 25 na bondi ya miaka miwili. Tofauti yake ni kubwa au ni ndogo? Kama hii tofauti yake ni kubwa, unaweza kabisa hii ni very normal. Very normal. Lakini tofauti yake ya riba asilimia ya miaka mingi na miaka michache ikiwa zinaanza kutofauti kuwa ni ndogo, yani kwamba mtu anayewekeza kwa miaka miwili anapata faida sana sana, mtu anayewekeza miaka 25 hapo tayari kuna kitu tofauti ambacho ndo tunaita a flat. A flat yield curve shows similar yield across all maturities implying economic uncertainty. Kwa hiyo sasa ikitokea kitu kama hicho kwamba riba ya muda mrefu na muda mfupi zinafanana, tayari hapo inaonyesha ni economic uncertainty, kwamba soko halijielewi linataka liende wapi. Kwa mfano hapa 2025 spread ni ndogo, yani spread tofauti yake ni ndogo, yani mtu aliwekeza miaka miwili na aliwekeza kwenye hatifungani miaka 25, wote wanatofautiana faida 3.45. Hii siwezi kusema ni flat kwa sababu flat wamesema inafanana kabisa, lakini duniani yani huwezi kukuta kitu kimekaa flat by nature kimenyooka hivi kama rula, hapana. Lakini kama kinaendeana huko kwenye flat unaweza kaita flat, lakini hapo hii sio technically sio flat, lakini inaelekea huko. Kwa mfano, kwa sababu ukiangalia bondi za miaka 2012, 2013 umeona tofauti yake spread ilikuwa ni 5%. Yani kwamba tofauti ya bondi ya miaka mirefu na miaka michache ilikuwa ni 5%. Ikaendelea 5% kwa muda mrefu kwa sababu kipindi hichi ilikuwa kuna flat rate ambazo za bondi za BOT wameziweka. Baadaye sasa ikaja 2018 ambao umeona ya 7%, kwamba tofauti inazidi kuwa kubwa. Kwa tofauti ikiwa kubwa inamaanisha kwamba uchumi uko vizuri. Yaani ile yield curve iko vizuri, ndio normal yield curve. Sawa, ndio uchumi unakuwa kawaida normally. Sasa umeona 7, 8, 6, 4, 8, 3 2025 mwaka jana na sasa hivi ni 3.7. Kwa haijai kutokea tofauti kubwa, tofauti ndogo kuliko kama hii kwa tangu mwaka 2012. Umeona kwamba bondi hizo zina tofautiana kidogo, haijai kutokea. Kwa hiyo ni kama tunaelekea kwenye uflat, lakini sio flat. Na tukielekea kwenye flat maana yake ni soko halijui liende juu liende chini, tufilisike tutajirika, lijulikani. Umeona, kwa hiyo limetoka normal likaenda flat. Sasa tukisema likizidisha flat ikakinda juu kabisa, kwamba faida za bondi za muda mfupi zikawa ni kubwa kuliko faida za bondi za muda mrefu, ni kitu kinaitwaje? Ukiangalia hapa unakuta inaitwa inverted yield curve. An inverted yield curve slopes downwards with short-term interest rates exceeding long-term ones. Kwa hiyo short-term interest rate, riba za muda mfupi zinazidi long-term ones. Hivi vitu vingine utarifaa kusoma kwa sababu video mimi bado sija verify video zangu za dakika 15. Sasa hapa nimeweka kitu kinaitwa inversion. Inakuambia kabisa if inversion ikitokea itasema imetokea. Na inversion maana yake nini? Ni kwamba riba za muda mfupi zikiwa ni zina faida kubwa kuliko za muda mrefu. Yaani kwamba wewe anayewekeza miaka miwili ana faida kuliko wewe unayewekeza miaka 25. Kwa nini uwekeze miaka 25 wakati mwenzako anawekeza miaka miwili anapata faida? Kwamba yeye anaweza kuingiza kila siku hela zaidi yako uwekeza miaka 25. Oh, ni kama kuna nani? Yaani kuna uongo fulani hapo. Sasa maana yake nini kitokea? Uone? Wanasema hivi, ikitokea flat inverted yield curve, this curve appears during recessions when investors expect long-term bond yields drop. Kwa hiyo wawekezaji wakitegemea bondi za muda mrefu zipungue riba, inatokea inverted yield curve. Na ikitokea maana yake nini? Inatokea during recession. Recession ni kipindi cha mdororoko wa uchumi, yani ni kipindi cha uchumi unaporomoka. Kwa ukiona kitu kimekaa kama hivi, kama mseleleko uvokaa hivi, ni kwamba uchumi unaporomoka. Kwa mfano hapa, nirudi kwenye ile chart. Ikitokea hapa sasa, kwa mfano sasa hapa, muone yani imeenda huku. Sasa ukute imekaa hivi. Ukute imekaa hivi. Utajua nini mazee kimewaka, kwamba inverted yield curve imeshatokea, ambao tayari inaashiria ni mdororo kwa uchumi mkubwa. Lakini inaweza sitokee siku hiyo hiyo, inaweza katokea baadaye, inaweza katokea leo ikaja kuafektiwa baadaye, sawa, baada ya miaka fulani. Kwa hichi
yaani mwaka kesho kesho kutwa. Hichi kitu huwaga ni cha muhimu sana kukifuatilia, kwa sababu hiki kikitokea bana ni maafa sana. Kosa kwa mfano umewekeza kwenye hisa zako na nini, unaweza ukachoropoka, yani ukapata muda wa kuondoka endapo ukajua kitu kinatokea mapema. Sasa bond history hapa unaweza kuangalia pia historia ya bondi yako. Ama mfano unapenda sana bondi za miaka mirefu, unataka kujua ni ninunue bondi mwaka huu, hizo mwaka 25 ninunue usinunue. Ukija hapo ukibonyeza bondi ya miaka 20 kwa mfano, utaona je, hii riba ya sasa hivi ni nzuri kuliko za kipindi chochote? Hata hizo bondi za miaka miwili zilishakaga flat, ilipofika hapa zikapanda, mtu anashtuka, basi zimepanda, ngoja ninunue. Umeona, kuanza kupata fursa nzuri ya kununua hisa, kwa kununua bondi kwa kuangalia historia yake, kwamba kwa kaida ya historia bondi ya miaka 15 inachezaga hapa. Kwa mfano ilipofika hapa hivi, unaweza ukasema imeshafika zone ambao hao jamaa hawajai kufika. Kwa most likely wataanza kuipandisha riba tena. Kwa hiyo nisubiri mwaka huu nisinunue, nitanunua muda unaofuata. Alafu kitu kingine tutakuja kupitia siku baada, kila siku tutakuwa tunacheki hii chart. Hii ni heat map. Sasa heat map hii inaelezea ni inaelezea zile bondi kwa wastani kwa kila mwaka. Umeona, hizi bondi za serikali zilikuwa 7.82 kwa muda mrefu, mpaka ikafika hapa 2022 zikabadilika, na hapa ilikuwa 9.18 zinafanana, hapa ikabadilika. Kwa hiyo inamaanisha ni kuanzia hapa tuliingia kwenye kizazi kipya cha bondi, kwamba bondi zikawa zinategemea interest, zinategemea riba za sokoni, zilikuwa sio flat kama tena. Kwa hiyo hichi kipindi kama hichi kilikuwa ni kizuri, ambacho kwa sisi ambao sasa hatukuepo na hela kipindi hicho tulikuwa shuleni, kwa vijana sasa tumeshakipita, tumeshakosa. Kwa hiyo madingi wanaweza kama wamefurahi, lakini sisi tumekosa kipindi kizuri sana ambacho riba zilikuwa fixed flat, zinajulikana throughout miaka yote. Kwa hiyo unaweza kujitabiria kabisa, mimi mwaka kesho siku fulani nitanunua bondi, kwa sababu ni asilimia yake ni kwamba itapanda itashuka. Au mambo yameanza 2022. Sasa 2022 mpaka 2026. Sasa alafu pia tumeangalia kitu kingine, miaka 7 bondi zikafa, lakini za miaka 25 ndo zikaja kuinuka sasa hivi, zikaja kuingia sokoni. Sasa kitu kingine cha kujiangalia, kwa mfano tuna observe miaka 2024 2025, tuchukue hii point tuanze kufocus nayo. Nake nini? Tumekuja kuona bondi ya miaka miwili ilitoka 7.6 ikaenda 11. Bondi ya miaka miwili toka 2025 ilipanda. Alafu bondi ya miaka mingi 20 mwaka 2024 2025 ilishuka. Ilitoka 15.49 mpaka 14.55, 15.95 mpaka 15.2. Unaona kwamba tukiongelea kwenye swala la bondi za muda mfupi zimepanda riba, za muda mrefu zimeshuka. Kwa hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha hapa tungekaa vibaya, tukielekea huu mwelekeo tulikuwa tunaelekea hapa, tungeingia loss, tungeenda kwenye inversion, uchumi ungeporomoka. Kwa hiyo sasa ukiona kitu kama hicho kimetokea, maana yake nini? Unaweza kujiestimate kwamba mwakani BOT lazima wataanza kukaza hela. Uanze kufanyaje? Uanze kubana Tanzania has raised rate, wamepandisha riba mwaka huu, ili mchezo usiendelee. Na huu mchezo uliendelea kwa sababu gani? Ulianza kwa sababu gani? Ulianza kwa sababu walianza kupunguza riba, kuziingiza hela nyingi sana kwenye system mwaka 2025. Kwa sasa walivyoanza kuingiza hela kwenye system, zikaja kuleta kitu kama hichi. Lakini baadaye walianza kuzipunguza, walianza walivyoshtuka sasa, wakaanza wakasema moja tupunguze ile kwenye system tukaze uchumi kidogo. Hapa ndo mambo yakaanza kuwa vizuri. Kuna mambo mengi hapa sijaelezea, lakini ukishapitia kwa hizi chart mbili tatu zinazoelezea, unaweza ukaziona mwenyewe, hata kuzipitia kuzifahamu, uweze kufilter, utaweza kupata insight ambayo itakusaidia kufanya uwekezaji wa uchumi na nini. Kosa, nashukuru sana kwa kupitia hichi, na tutaendelea kupitia tena, na msisahau jamani kusubscribe. Don't forget kwamba hizi si official websites na nini, lakini ni kwa ajili yenu kujifunza. Shukran sana.